kunyitogeni mwiroreri wa Jungwa Diaspora Television thini wa thabari mthenya wa muthe kuria ngwariria mugeni witu niwe Eunice favored ekora gituhe thabari yake ya wini na makiria ngina muturire wake uria ukoretwo hana. Karibu sana thini wa Jungwa Diaspora Television ni kwenda uigue mwiroreri na munyitogeni. Mwiroreri wa Jungwa TV, you are most welcome. My name is Eunice favored and I'm saved. Na no nyende uikare hau twaranirie hamwe. Much welcome. Wow. Eunice G, Eunice favored. Uciarirwo ku? Ni ciarirwo itora ria Twin Farm, county ya Nakuru. Yeah. Wow. Kwa hivyo wewe ni mkaaji wa Nakuru County. So nataka utupeleke moja kwa moja kwa safari yako ya utotoni, venye ulizaliwa, venye mli grow up. So utupe hiyo safari, mlizaliwa mkiwa wangapi? Ndio mtazamaji wa Jungwa Diaspora Television aweze kukufahamu vyema. Thank you. Eunice favored amezaliwa kule Nakuru County. Place inaitwa Twin Farm. Kwa familia watoto 5. Na mimi ndiye last born kwetu. Na wazazi wangu wote ni wachungaji. And I thank God for that. So nimelelewa katika nikiwa chini ya wachungaji. Yeah. So from utotoni ukakuja ukagrow. So nataka utupe when ulikuwa mna grow up, ni challenges gani ama ni changamoto gani mlipatana nazo? Okay, kwa maisha changamoto ni mingi. Kama kuwa mkiwa watoto wengi, school fees, mkiwa wengi, kuna wale wanataka kwenda pahali. So unapata kama wewe ni mwimbaji Sunday school unapata mwingine anakuambia wacha kubeba ndarama wewe. Haufai kubeba hiyo ndarama. So challenges za utotoni ni mingi sana. So nataka utupe safari yako ya masomo, ulienda shule gani na ulifika katika kiwango kigani, ndio nataka kupeleka mtazamaji wetu hatua kwa hatua ndio aweze kukufahamu vyema. Eunice favored alianzia nursery hadi primary, nikamaliza class 8 to 7 na niko high school for 4 years na nikamaliza. Yeah. Na wakati ulikuwa kwa shule, kuna ile yenye mtu anasemanga like umelelewa na familia ya wachungaji, ulipoingia pale shuleni ile behavior yako ilibadilika ama bado uliendelea tu na ile? Juu kuna ile yenye mtu anasemanga ikifika katika kidato cha pili kuna ile yenye inaponga ni peer pressure. So unaweza tuelezea kulikuwaje? Mimi kwangu naweza sema kitabia si kubadilisha. Hadi najua my Sunday school teacher huwa tunapatana. Anasema maombi iliyoombwa nikiwa mdogo hadi saizi ndio imeniweka nikawa mahali nimefika. Kwa hivyo tabia zangu nikiwa primary na high school na challenges mtu akipitia sijabadilisha. Mungu amekuwa upande wangu. Wow. Yes. Na Eunice favored, so nataka utuambie uligundua lini kuna hii talanta ya uimbaji ama kuna hiki kipawa cha uimbaji hii iliyofanya niweze kukutafuta? Ni nini hii? Uliweza kujua aje ndani yako? Eunice favored amezaliwa na kipawa cha uimbaji. Sababu nakumbuka nikiwa mdogo mitungi ya maji ya mamangu haiko inakaa na amani. Nilikuwa nakaa napiga na pasua na pia kelele huko. Kuna karedio kingine kadogo kalikuwa kama mawe 2. Nilikuwa naika kwa dirisha. Hiyo naika Inoro FM. Nyimbo zilikuwa zinachezwa huko. Ningezifuatilia. Still pale nikiwa mdogo, Sunday school mimi nilikuwa mkubwa wao. Kwa kuimba na kupiga darama na kupanga events za Sunday school nilikuwa mmoja wao. Yeah. Na kabla tuende kwa changamoto za uimbaji ama vile ambavyo uimbaji umekupeleka, naweza taka unifafanulie vyema pamoja na mtazamaji wetu wa Jungwa Diaspora. Kuna mahali nilisikia, mahali nilipitia hivyo, nikasikia watu wakikuita Rose Muhando Junior. Naweza taka kujua walikupea hiyo jina ni mwimbaji wako na wa Rose Muhando unafanana ama ni ile yenye kujukupitia mpaka kwa nyimbo zako? Naona zile styles zenye unaruka nazo. Naweza taka utuambie either Rose Muhando ni yeye mentor wako ama nini, utuweze kutuelezea vyema. Yeah.
Mtazamaji wangu, mimi Rose Muhando since nimjue, nilimpenda tu. Message zake na tabia zake zikanipendeza tu sana. Na nikasema Mungu unisaidie nikae kulingana na mapenzi yako. Na kwa maana nampenda, ninafanyanga mambo kulingana na vile huwa anafanya. Sababu nampenda tu sana. She's my mentor. Yeah. Sasa katika uimbaji unaimba nyimbo za Kikuyu, Kiswahili, Kiingereza. Uimbaji wangu niko na nyimbo za Kikuyu sijatoka lakini zitatoka. For now niko na za Kiswahili. Yeah. Za Kiswahili umefanya ngapi? Za Kiswahili niko na 4. Na zingine zinakuja za Kikuyu like 3. Yeah. Nataka sasa utupe safari yako ya uimbaji. Kutoka ile siku ya kwanza uliingia kwenye studio. Kuna ile expectation ama kuna ile yenye mtu anasema anataka niko na expectation kwamba nikienda kwenye studio nitapata wimbo utachezwa. Nataka utuambie safari yako ya kutoka ukitoa wimbo wa kwanza, vile safari ilikuwa, vile mlipelekana na producer, vile video ulichukua, hizo safari zote. Mara yangu ya kwanza kuingia studio, kurecord. Niko najiuliza, mtu huenda studio kufanya nini? Na nikapata nafasi ya kuomba, nikamwambia Mungu aniongoze kila popote ninapoenda na kufanya kazi yake, anionyeshe njia. Kwa maana siwezi sema kuna mtu alinishika mkono akanipeleka studio, ni mimi mwenyewe nilijipeleka studio. Nikaenda nikapatana na producer, tukaongea, akanielezea 1 2 3, nikajipanga, nikaenda studio. Lakini pia kufika pale ndio ni mara ya kwanza unashindwa hapo. Nitaweka kitabu mbele yangu. Nitaisoma zote niwe kwa kichwa. So lazima ukuwe na tense pale. Na Mungu akanisaidia nikapatana na producer mzuri, akanidirect na akanionyesha njia nitapitia. Na kulingana na vile ambavyo ulichezewa nyimbo zako, hivyo ndivyo ulikuwa unatarajia was that your expectation kwamba unataka nizitoke hivyo venye hizo nyimbo zinatoka? Vile tuliongea na producer, hivyo ndivyo alifanya. Na hakunibeba nikiwa ati upcoming artist. No, alinibeba kulingana na vile aliona inafaa. Yeah, so mi hakuni disappoint. Nilifurahia hadi sasa ni mahali nimefika ni Mungu. Nimefurahia sana siku ya leo kwamba nimepatana na mwimbaji mmoja mwenye amesema hajawahi kuwa disappointed na producer. Yeah. Sasa nataka Eunice, umetuambia safari yako ya uimbaji. Nataka unipe changamoto zenye umepatana nazo. Na pengine ukiitwa kwenye ukiitwa events. Ushaikuwa na ile kumeitwa waimbaji, kuna wale waimbaji wakuu ama kwa kesha, kuna wale waimbaji wakuu wamepewa nafasi ya kwanza, ukapewa masaa ya 6 ama si sana wakupe nafasi. Ndio unaambia kama ushaikuwa kwenye tukio kama hilo. Yeah, kwa kweli nimekuwa na tukio kama hilo na si mara moja, mara mingi. Unapanga, unaenda, unapeana jina, ukiwa wa pili, wa tatu, na hata ukipeana hutapewa. Unapata giza imeingia na hujapatiwa. Lakini nakumbuka kuna mwimbaji mmoja alisema, usichoke. You just struggle, pigana vita. Kuna siku utaitwa na kuna siku favor itakuwa juu yako. So wakati unapoenda pahali, ama mimi wakati ninapoenda pahali, huwa naambia Mungu anipe hekima ya kujua ukiitwa ni favor, ukikosa kuitwa ni favor. Kuna wakati wako utafika. And God's time is the best. Sure. Is that and that is what I know. God's time is the best. The best. Ukienda hii Sunday ukose kupewa nafasi, ukienda kwa harusi ukose kupewa nafasi, usikufe moyo. Enda hata hiyo siku nyingine inafuata. Haujui wakati wako utafika ukiwa wapi. Yeah. Wow. So nataka kwanza utupe social handle zako. Kuna section tunaingia. Kuna wakati niliambia watu watu wanachukulia waimbaji like they all depend on music. Kwanza tupe social handle. Niwaambie the next step. Tupe social handle zako YouTube venye unajiita, kama uko Facebook, kama uko Twitter, kama uko Instagram zote. Thank you. Ukiingia Facebook naitwa Eunice, utapata mrembo ako na address ya blue. Na amebarikiwa sana. Ukiingia Facebook Eunice pia ako pale, and she's very active.
So ukinipata pale utaingia ulike my page. Na niko pia na page Facebook Eunice Favored. Ulike, unifollow. Na pia WhatsApp utapatana huko. Kila pahali niko. Tafuta tu Eunice Favored. YouTube pia naitwa Eunice Favored. If you go and watch, like, subscribe, and God will bless you. Wow. So mtazamaji ameweza kuelewa kila mahali ni Eunice Favored. So mtazamaji wa Jongwa Diaspora, tumeingia kwa hatua nyingine. Sasa nitakuwa nawaletea section ya kujua beside uimbaji wetu wanafanya nini. Uko nje ukipatana na wao utapata wakifanya nini. So utajua leo Eunice Favored. Ukimpata uko nje kama haimbi na kama haendi kwa studio, Eunice Favored anakuanga akifanya nini. So Eunice, utatuambia beside kuwa unafanya music na kwenye huduma ya uimbaji, wakati ufanye huduma ya uimbaji unafanya kazi gani? Masi naweza nikakuchekesha. Wakati sifanyi kazi kuimba, kutumikia Mungu, mimi am a dancer. And mimi naweza nikakimbia. Tunaweza nikakimbia na wewe nikuache sana mbali. Yes. Na pia ukikuja katika urembo, nitakurembesha. Ukiangalia nywele yangu naweza nikakutengeneza hivyo. Ukiangalia kucha zangu nitakutengeneza hivyo. Na makeup nitakutengeneza. So hiyo ndio kazi yangu nafanya ikiwa siko kwa uimbaji. Na hiyo kazi tunaweza kujua like nikitoka hapa nikienda kwa Eunice Favored. Eunice Favored ako located wapi? Eunice Favored ako side ya Banana, place inaitwa Kanjiko. Ukikuja hapo stage ushuke utanipata hapo. Kanjiko stage. Na kuna salon hapo inajiita Blessed Hair Salon. You are much welcome. Wow. Na Eunice, kulingana na venye naona kuna zile salon ni kadhaa, si zote. Kuna zile salon zenye wamama wanakujanga kuropoka kwa masalon. Una handle aje watu wote such that umeokoka, utaki kutoka kwa njia za Mungu, unawahandle aje? Okay, ukiwa na hekima Masi. Wakati unafungua kazi yako, kitu cha kwanza unamwalika malaika wa Mungu. So wakati utakuja uingie kwa hiyo mlango, utakuwa umebadilishwa. Hautakuwa vile ulikuwa umekutoka kwako kwa nyumba. Na ukifika pale, mimi nakuanga ever in gospel, ever in Kegosho FM. So hautaipata time ya tuongee na wewe kuhusu mambo ambayo hayafai. So mimi kwangu afadhali nikutengeneze nikiwa nasikiza gospel. And they know. Ukipatana na mtu atakwambia. Kwa Eunice Favored ukiingia ni gospel tu. Hadi nikizima radio siku moja, anauliza what? Ni nini hakuna? Because they know me. Yeah. Na kazi ya salon ulianza lini? Maybe the journey for how many years? Kazi ya salon kitu ya kwanza ni talent. Me am blessed. So si kitu ati ni kitu ulisomea ama ni kitu unajua kuna wale wenye wanakujanga like wako nayo kwa mikono. Yangu nimezaliwa nayo, ni vile mtu hajuangi talent yake ni gani. So yangu ilikuja nikajua 2014 na hapo nikaanza kushukana. Na si kwenda shule ama kufunzwa, nililala nikaamka nikapata najua kushuka nywele. Ukaanza kazi yako. Nikaanza kazi yangu hadi sasa. Yeah. Na nikiweza amua kutoka hapa, naongea on behalf ya Jongwa Diaspora fan. Nitoke hapa nikuje Kanjiko Salon. Do I need an appointment ama nitakuja nikuje ama kwanza I need to book? First of all you have to book. Sababu ukikuja tu hivyo unaweza ukakaa the whole day kama hujatengenezwa. Juu kama sasa leo hivi mnatutazama, leo sijachukua mtu. No, from tomorrow imejaa, so you have to book. Yes. So kazi yako ya hairdressing ni ubook kwanza ndio utengenezwe. Yes. Na ka clients wako jua ile booking hakuna wenye wanakuwa like nilikuwa nataka kesho. Unawahandle aje juu kuna wale wenye wanakuja like they need kutengenezwa leo na hakuna nafasi. Okay, unawaelezea tu vizuri because they know your job. Unaelezea if anaweza kungojea hadi time utamaliza ni sawa. Kama hataweza huwa namuelezea vizuri. Juu sasa umeona si kukataa nimekataa. Pia hawa wamegoja kutengenezwa. So ananichukulia tu vizuri, either afanywe kitu ya haraka aende akuje the next
day ama time. Their patience. Yeah. Na whatever ukifanya the bridal hair dressing, ukiwafanyia maybe the bridal party, hiyo itahitaji booking, na ni wewe utawafanya peke yako ama you need a whole day for them ama you need other kuleta watu wengine hairdressers ama kutaenda aje? Okay, pia niko na my sister anafanya hairdressing pia. Tunafanyanga tukiwa wawili na yeye kama ni bridal team. Tunatengenezanga even one day tukiwa wawili. Wow. So nataka upe mtazamaji wa Jongwa Diaspora Television namba yako. Kuna mtu anasema, Eunice, favorite venye ametengeneza nywele, nataka kutengeneza hivyo. So nataka uwape namba yako ndio yule ambaye anahisi ndani yake anataka kuja kutengenezwa nywele na Eunice favorite, mtaweza kuongea pamoja. Wow, asante sana. Ukinihitaji, namba yangu ya simu ni 07 16 947 443. Yangu inaenda 24/7. Just call me. Yeah. So akikupigia wataweza kubook. Na wale wenye unajua umeambia 24/7, na wale wenye wakupiga ile masaa ya saa 5, saa 4. Okay, ukipiga saa 4 saa 5, maybe upige ukiwa na emergency. Yeah. Upige ukiwa unajua ni nini utasema. Kama unapiga uniambie kesho tuende saa ngapi? It's okay, lakini si upige then uanze kupea mambo out of. Tutaelewana, nitakwambia tu tuongee kesho. Yeah. Wow, so mtazamaji ameweza kuelewa. Hiyo ni namba ya Eunice favored ya kazi. So mtu anaweza mpigia akiongea tu mambo ya kazi. Kuna wale wenye wanasemanga wamepata chance. Wamekuwa wakitamani kupata hiyo namba, wamepata chance. So tunawakosha mpaka wenye wanaona like kuna kamlango kamefunguliwa. Hiyo ni ya kazi na ya kazi pekee. Eunice Favor, nataka utupe neno lako la mwisho vile ambavyo unaweza ambia mtu wa Jongwa Diaspora Television kwamba wewe ni mwimbaji, wewe ni mwanabiashara na umeweza kuhandle. Na before tufunge, Eunice, wewe ni mwanabiashara, wewe ni mwimbaji, anajua kwa kanisa uko na huduma. Haya yote yakiwa pamoja, yote unaweza aje? Unaweza aje kila kitu? Hakuna yenye inaanguka, hakuna yenye inaachwa nyuma. Okay, tunaweza sema Masi. Kitu ya kwanza ni ukubali wewe umeitwa. Ukubali wewe pia ni mke. Ukubali wewe ni mtumishi. Na wewe ni mwanabiashara. Unaweza ukajipanga. Na ukiwa na hekima, hakuna pahali unaweza ukaenda loss ama kuharibike. Basi unaamka asubuhi, unajipanga, unajua nitaenda kanisani saa ngapi, dakika ngapi, kwa hivyo kwa kazi nitakosa dakika ngapi, na umake sure umejipanga na kuomba sana. Juu tena ukifanya kazi yote bila maombi utapata kwingine kumeharibika. Yeah. So wewe ukiingia kwa doorstep, celebu na changa nje na kila kitu naingia ukiwa mke. Yes. Ukifika wewe ni kanisani, wewe sasa ni mhudumu wa huko kanisani. Ukifika ni biashara, unafanya kibiashara. So unaweza ona Eunice Favored ni mpole somehow, lakini ukikuja wrong side utaona Eunice Favored mwingine. So Eunice Favored nataka utambie unashiriki kanisa gani? Okay, nashiriki na CFF Banana kwa Reverend Ketai na tumebarikiwa sana. Tunampenda, na washirika wote pia nawapenda sababu unajua kwenye tumetoka. Yeah. Wow. So nataka utupe neno lako la mwisho ndio tuweze kutamatisha program ya siku ya leo. Najua kwamba mtazamaji wetu anakuja akifafanukiwa kwamba waimbaji they don't all depend on music. There are things wanafanya outside the music. Na hiyo ndio inafanya watu waweze kujua kwamba waimbaji si watu wazembe. Ni kweli. So tuna clarify hapa waimbaji ni watu ambao ukikuja kuwakaribia na kuwa na kikao na wao, unaweza kufahamu kwamba beside ama behind the scenes, behind the camera, kuna kitu wanafanya na kuna kitu wanafanya halfway na wengine wanafanya halfway. Zote zina meet zinakuwa one thing. So nataka utupe neno lako la mwisho. Mtazamaji wa Jongwa TV, nimeshukuru kwa wakati wako na muda wako pia. Nashukuru Mungu kwa kutupa hii nafasi ya siku ya leo. Tumeonana na wewe na tumebarikiwa pamoja. Eunice Favored anakutakia wakati mwema
favor ya Mungu ikuwe juu yako, na ninakupenda sana, ninakuenzi sana. Unifollow. Niko na mambo mengi mazuri. Na ukihitaji kutengenezwa, leta watoto wako, mke wako, mko karibu sana. Wow. Yeah. Na sisi kama wanajungwa Diaspora Television tumeshukuru sana kwa kukubali mwaliko wetu. Kwa hivyo pia nawe Mungu akubariki na akutendee mema. Amen. Na kwa mtazamaji wa Jungwa Diaspora Television tumefika tamati ya program ya siku ya leo, na najua kwamba umeweza kujua Eunice Favored. Wale walikuwa wanajua Eunice Favored kama mwimbaji, umejua Eunice Favored ni mwanabiashara, na wale wenye walikuwa wanajua Eunice Favored akiwa mwanabiashara, umejua kwamba ni mwimbaji na ni dancer na ni mkimbiaji. na ni mkimbiaji, ni athire. So ukimuita paka pale mkiwa mnataka mko na ile mashindano ya kanisa pia. Yeah. Niite. Eunice Favored anasimamia CFF Banana. CFF Banana. Na aende nyumbani na ushindi. Kabisa. Hey. Wow, tumeshukuru sana na Mungu akubariki. Na usisahau kusubscribe kwa YouTube channel yetu Jungwa Diaspora Television, na pia usisahau kusubscribe kwa YouTube channel ya Eunice Favored. Na kuambianga kila siku na nyingine, kile ambacho waweza kupa mwimbaji ni kusubscribe kwa YouTube channel yake, niposo uweze kumrusha hapo mbele. So usisahau kusubscribe kwa Jungwa Diaspora Television na kwa Eunice Favored. Mpaka wakati mwingine, Mungu akubariki na akutendee mema. Amen.